Karibu kufuata kipindi chako kipendelevu, Bahasha la Siri na Wimbi za Dunia. Bahasha la Siri na Wimbi za Dunia ni kipindi chako kipendelevu ambacho kinapita kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 kamili. Mtangazaji wako mpendo wa kila siku anaitwa Ahmed Father. Karibu kwenye Father TV. Habari za leo na Bahasha la Siri la leo aliyeleta jukwani, basi tunamnukuu. Karibuni, tutaweza kuona nini ameleta kwenye Bahasha la Siri na nini anataka tumsaidie sisi kama wasikilizaji. Kuwa chonjo, kaa karibu ya simu yako usiweze kukosa kipindi chako cha leo. Karibu. Kabla kuanza kipindi chetu kipendelevu, nitaanza kwanza na salamu zangu za rambirambi. Nitaanza kumsalimia mamangu mzazi Josephine, pata salamu zako. Mdogo wangu Charles Waskin, Lord Waskin, Brita Majizo, chukua salamu zenu, na wengine ambao siwafahamu, kumradhi, sitaweza kusema kila jina la mtu, muda ni mfupi sana. Karibu na tunaanza na kipindi chetu. Kuwa ni chonjo na msikilize kwa makini sana. Mimi ni mzaliwa wa hapa Beni. Nimezaliwa Beni, nimesomea Beni pia na nimepata kazi Beni. Basi mimi mwaka wa 2012 niliweza kupata kazi nzuri tu ambayo niliweza kuwa napata $200 kwa mwezi. Familia yangu iliniweka kikao na kunishauri niweze kupata mwanamke ama niweze kumchukulia mwanamke ili niweze kuipata familia yangu. Basi nilitii kauli ya wakuu na wazazi wangu, nikaweza kumtafuta mke ili niweze kuianzisha familia yangu yenye furaha na amani, maana ilikuwa pamoja. Ilikuwa kwenye ndoto zangu kabisa niweze kuwa na familia bora na mke bora. Kwa hiyo niliweza kumtafuta mke ambaye nitaweza kumchumbia ili niweze kukamilisha matakwa ya wazazi pamoja na familia. Mwaka wa 2013 niliweza kufunga ndoa. Nilipofunga ndoa nilitarajia furaha na amani na ndoa yenye utulivu, lakini kinyume chake haikuwa hivyo. Kilichosababisha nipande hapa kwenye jukwaa la Father TV, basi naomba munishauri kitu kimoja ambacho mimi nimeshindwa kujishauri mwenyewe na familia. Nimetoa mahali yote. Mahali nilitoa mahali $1,015, yani $1,500, yani $1,500, yani $1,500. Nikafunga ndoa, nilipoteza $1,700, yani $1,600. Mke wangu alikuwa mzuri sana mashallah, lakini cha kushangaza, tulipofunga ndoa, baada ya wiki 3, sikiliza vizuri, baada ya wiki 3 kulikuwa ujumbe niliuona kwenye simu ya mke wangu. Vipi, habari ya mwanangu? Moyo kastuka, mwana tena? Aya, nikapuzia. Nilikuja kumuuliza mke wangu, vipi, kuna kitu nanificha? Akasema hapana. Nikasema basi sawa, kama ni hivyo
hakuna tatizo. Mke wangu akaniuliza, kwa nini unaniuliza hivi? Nikasema hamna kitu, mimi nakuamini. Nilimuaga mke wangu kwamba naenda kazini, lakini kazini nitalala, nitakuja baada ya siku 3. Nilipoenda safarini kwenye kazi yangu, bahati mbaya nilikuwa sikukuwa kwenye orodha ya watakao safiri. Basi nikaweza kutumika, nikaendelea na kazi. Naona baada nirudi nyumbani, basi nifanye kazi, nitarudi nyumbani jioni. Niliporudi nyumbani jioni, nilikuta mke wangu na jirani yangu, yani rafiki yangu jirani, kwenye kitanda changu wakifanya mapenzi. Jamani, ndugu zangu, mimi sina amani kabisa, maana sielewi nini kinaendelea. Basi sikufanya vibaya, nilipowakuta wote nikawafungia ndani ya chumba kile, nikaita familia ya mwanamke ili waje wakajionea nini kinaendelea na wanieleze nini kinaendelea. Baba yake mwanamke alipomhoji vizuri, akasema yule ni baba ya mtoto wake. Afu nikauliza familia, kwa nini nimekuja kumuoa mwanamke na hamjaniambia kwamba ana mtoto? Wakanijibu kwamba walidhani ashaniambia. Akasema hamna lolote ambalo liniambia mimi. Sasa swali ni hili, ndugu zangu, tuwezi kumsaidia huyu mwamba. Je, warudishe mali na gharama zote alizozipitia kwenye ndoa, ama wawapeleke wote polisi na gharama juu, ama afanyeje? Nyinyi kama wasikilizaji na watazamaji, naomba tumtatulie matatizo huyu jamaa, maana inawezekana amevurugwa kabisa. Alivyopandisha bahasa lake la siri katika Faza TV hapa. Kama ni turu yako ya kwanza kuweza kunisikiliza, kwa majina mimi naitwa Ahmed Faza, na channel yako hiyo pendwa inaitwa Faza TV. Tuko kwenye mitandao yote ya kijamii. Nenda pale Facebook utatuita kwa jina la Kash TV, pale TikTok utatuita kwa jina la Faza TV, na pale YouTube utatutafuta kwa jina la Faza TV. Basi nenda pale YouTube uweze kusubscribe, kucomment na kulike ili usiweze kukosa update ambazo zitakuja next week. Asante na karibu. Tunatakia usikivu mwema. Comment zenu ndio zitamponya huyu kaka. Muweze kucomment na muweze kushare ili tupate jibu la kumpatia huyu kaka yetu mpendwa. Kwa heri. Mimi naitwa Ahmed Faza. Mshika kibatari niliyemtegemea amekizima, basi sikike japo kwa